Wakati wa kutengwa ni wakati unaoumiza sana. Wakati wa kuachwa ni wakati ambao unaumiza kiasi kwamba unaweza ukahisi dunia nzima uko peke yako. Na unapofika huo wakati, auangaliage season, waga unakuja. Auangaliage purpose, unakuja. Lakini katika huo wakati, Mungu waga anafanya mlango wa kutokea. Zinaruhusiwa nyakati ngumu, ili tuweze kujifunza mambo na tuweze kukubali makosa. So, kwa kila changamoto unayoipitia ya kudharauliwa, ya kutengwa, ya kubaguliwa, amini kwamba Mungu anakutengenezea mlango mzuri wa kupita, ili kusudi kesho upate heshima inayokustahili. Mwanadamu ni mwanadamu, anaweza kukuvumilia sana, lakini ikafikia hatua akachoka, akakata tamaa, asiendelee na wewe. Na wakati huu ni wakati ambao unaumiza sana nafsi za watendwa. Pale utakapohisi kwamba mtu huyu hawezi akaniacha, ndio unafikia ule wakati unaachwa. Sasa kama Mungu hayupo na wewe, unaweza ukafikiri kufanya jambo baya ambalo utahisi kwa wakati uko sahihi, lakini hauko sahihi. Sasa mimi nataka nikutie moyo. Unajua mambo ninayokuwa nayazungumza sometime yanakuwa yananihusu mwenyewe. Na ninajua yanavyonihusu mimi, sio kwamba ni mimi peke yangu yalionitokea. Najua imetokea wengi, najua ni wengi wamekutana na mambo kama ninayokutana nao mimi. Mambo ya kutengwa, mambo ya kudharaulika, misukosuko ya maisha, kuonekana hautaweza katika maisha. Hayo ni mambo ambayo wanakutana nayo watu wengi. Lakini kwa kuwa na mimi yamenikuta, haina haja, sioni sababu ya kukaa kimya kuacha kueleza na wengine ambao wamekutana na hizo changamoto. Lakini yote kwa yote, hatupaswi kukata tamaa. Cha kwanza inabidi tukubaliane na matokeo. Cha pili, kuruhusu maisha mengine yaendelee. Na cha tatu, kupambania fursa iliyopo kwa muda huo kama ikijitokeza, na kama ipo, pambania fursa iliyopo kwa muda huo. Huyu aliyekuacha usimlaumu wala usijitie stress kwa nini umeachwa, wala usiweke kisasi. Na kama umeshamueleza mara kadhaa na amekataa kukurudia, achana naye, kwa sababu hata kama ukiendelea kumsii sana sana unajichoresha. Focus na maisha bado yanaendelea. Maisha bado yanaendelea. Kwa hiyo nimeona ni share na wewe hiyo idea kama kijana mwenzangu. Tuko katika upambanaji. Dharau zipo, wanadamu wapo tu kutudharau. Wapo tu ambao tunaona takataka wengine. Wapo. Tunaonekana ni watu wa namna gani kwa sababu ya kitu, lakini vitu vinatafutwa. Lakini anyway, kuna kitu kizuri zaidi, kikubwa zaidi ya hata hivyo vitu ambavyo wao wanaviona ni sahihi. Kikubwa ni uzima na furaha. Basi, ukishakuwa na uzima na furaha, mshukuru sana Mungu. Nasema Mungu asante, maana mimi umenipendelea kunipa furaha na uzima. Lakini pia usisahau kuwaomba msamaha ambao umewakosea. Wakikusamehe, mshukuru Mungu. Lakini usipokusamehe, wewe kwa kuwa umeshaomba msamaha na umemuomba Mwenyezi Mungu, hauna deni. Najua sisi ni wanadamu tunakosea. Kwa hiyo jitahidi kuomba msamaha waliokukosea, wakusamehe. Na wasipokusamehe, kwa sababu umewaomba msamaha na umemwambia Mungu akusamehe, hapo hauna shida tena. Zidi sasa kumsihi Mungu akuonyeshe njia sahihi sasa ya mafanikio. Huenda hiyo haikuwa njia sahihi na ndio maana ikana misukosuko mingi sana. So muombe Mungu sasa, nipe option nyingine. Nimezalaulika vya kutosha, nimeonekana sifa vya kutosha, sasa nipe heshima na mimi. Hata kama sitapata pesa wanazozifikiria wao, nipe furaha, nipe na afya, nipe na kicheko, ili kuyasahau tu hayo matatizo. Kwa kufanya hivyo, Mungu sio dhalimu. Mungu anawapenda wote, Mungu anatupenda sote. Nimeamua kurudi kundini
haijalishi nitapitana na misukosuko gani, lakini kwa hii ambayo nimekupa, chukua, litakusaidia. Sote ni watu, sote ni watoto wa Mungu, na sote hatutakaa tukamea duniani, tunapita. Kwa hiyo ni vyema zaidi kutenda matendo mema kuliko kupambana na kutafuta hivyo wanaovitaka wao, kwa sababu watakutoa tu kwenye njia, kwa sababu utahangaika kuwalizisha mwanadamu aliziki hata kama umfanyie kitu gani. So ya kwangu ndio hayo, tuendelee kwa pamoja.